Jumamosi ya leo inakuendea vyema. Karibu kwa taarifa za Mbiu wikendi. Jina langu ni Mary Kilobi. Tupate vidokezo. Alikuwa mbele, lori iko nyuma. Huyu jamaa ikabidi vile alifika hapo mbele kidogo, hii lori kakanyaga chuma yenye alikuwa anabeba. Huyu jamaa akakosa balance. Mwanabodaboda mmoja afariki huko Kitale katika ajali ya barabarani baada ya kugongwa na lori. Wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Taita Taveta warushiana makonde kuhusu swala la bunge la wananchi. We'd like our participation in Uhuru Kenyatta's government to also be felt. Chama cha maendeleo Chapchap chamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwakumbuka katika uteuzi wa baraza lake la mawaziri. Karibu kwa taarifa. Mimi ni Mary Kilobi. Watu wawili wamefariki baada ya kunywa pombe haramu katika mtaa wa Jericho katika viunga vya mji wa Kericho. Katika kulipiza kisasi, mapema hii leo wanakijiji walivamia kituo hicho cha kuuza pombe katika maeneo ya Jericho na soko la kapsuser na kubomoa maduka hayo, mbali na kumwaya pombe ambayo ilikuwa ya aina mbalimbali. Akithibitisha kisa hicho, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kericho Magharibi Jamleck Mbuba amesema waathiriwa walifariki walipofika nyumbani kwao baada ya kubugia mvinyo huo. Nitashughulika na tushikane mkono na wazee wa kijiji, machifu, kina DCC, wote mpaka tujue shida iko wapi na hii pombe inatoka wapi. Kuna factory hapa kapsuser ama ni wapi? Nataka kusema ni pole, lakini tumewaomba ya kwamba ile aliye na ile chupa wanasema pombe alinunua kwa kilabu ambacho kiko na leseni itapewa kwa polisi, kwa sababu ni vizuri tudhibitishe. Tunangefaa tuongee jambo ambalo tuko na dhibitisho kutoka kwa wataalamu kwamba hii ndio ilisababisha kifo cha huyu mtu. Lakini pamoja na hayo, mambo ya pombe, hasa ile pombe haramu, haijakubalika na katika sheria za nchi hii haiwezi kuruhusiwa. Na tumesema ya kwamba sisi kama serikali tukishirikiana na wananchi, na tumeeleza wananchi ya kwamba wamo na silaha yao mzuri sana ambayo ni habari ya kutoa habari, tuweze kushirikiana na kusema na kuhakikisha kwamba uovu huu hauendelei au kubaliki, na wale ambao wanafanya imekuwa ni ile kuvunja sheria, wanapenyeza hapa na pale, wanaweza kuuza. Wale walio na leseni, ila leseni iko na masharti yake ambayo yanafaa kuzingatiwa. Kuna wakati wa kufungua, wakati wa kufunga, na wale wanaofaa kuuziwa ile pombe, na ni pombe ambayo inafaa kuwa ni halali, sio haramu. Mwendesha bodaboda mmoja amefariki hii leo asubuhi baada ya kugongwa na lori karibu na mji wa Kitale. Walioshuhudia kisa hicho wanasema kwamba marehemu ambaye hajatambuliwa bado alikuwa amebeba chuma kwenye pikipiki yake alipogongwa na kufariki papo hapo. Ni tukio ambalo lilizua ghadhabu miongoni mwa waendesha bodaboda wa sehemu hiyo, hali kadhalika wenyeji wa maeneo hayo. Wewe unamjua? Tumekuwa tunakuja na huyu jamaa, alikuwa mbele, lori iko nyuma. Huyu jamaa ikabidi vile alifika hapo mbele kidogo, hii lori kakanyaga chuma yenye alikuwa anabeba. Huyu jamaa akakosa balance, ikabidi aingie ndani ya lori. Hiyo lori ilikanyaga, jamaa akaona kwa kioo na akaendelea kuenda. Kufika huko chini kwa kona ya Tiwani akasema hajafanya makosa. Mambo ya driving wataenda shuleni, tutawalipia wala hawajapata, lakini kwa sasa tunaomba magari itupatie heshima. Pili, ninaomba wala ambao hawajaenda driving school waje watuone katika mipango za ward, tuwapeleke shule ili waendelee, lakini ni kugraduate tu kutoka kwa pikipiki kwenda kwa magari, lakini si kwamba hatujui sheria za barabara. Kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula ameilaumu serikali ya Jubilee kwa ahadi ilizotoa kuhusu elimu, akisisitiza kwamba iliwahadaa wa Kenya ili waipigie kura. Akizungumza huko Kitale, Wetangula amesema kwamba gharama ya elimu imepanda. Kadhalika alisisitiza kwamba kiongozi wa NASA Raila Odinga ataapishwa kuwa rais wa wananchi mnamo tarehe 30 mwezi huu.
Sera ya serikali ya Jubilee imeharibu elimu katika nchi yetu. Miaka miwili peke yake iliyopita, watoto zaidi ya 1,000,000 wameanguka mtihani Kenya hii. Hao watoto hawezi kwenda kwa university, hawezi kwenda popote. Na mkiwauliza wanasema accept and move on. Sasa wanafanya experiment ya kila aina kwa watoto wetu. Sasa ndiyo bei ya elimu imeenda juu hata zaidi. Watoto wakienda shule, wanarudishwa nyumbani, wanaambiwa enda leta fees 50,000, 40,000, na ile serikali ambayo inahadaa wananchi haistahili kuwa serikali ya nchi yoyote. Ndio sisi tumesema wananchi wa Kenya, mulipiga kura, Raila akashinda. Kura ya kurudia tukasema hatuendi, kwa hivyo hatuitambui. Tarehe 30 muombe Mungu, mungojee muone yale itakayotokea. Kwa sababu sisi hatuwezi kuwa na nchi yenye kura haina maana. Na wawakilishi wa wadi katika kaunti ya Taita Taveta walikabiliana kwa makonde jana katika mjadala kuhusu kubuniwa kwa bunge la wananchi. Wawakilishi wa wadi wa Jubilee walikabiliana na wenzao kutoka NASA ambao walikuwa wakitaka mswada huo upitishwe ili bunge la mwananchi la Taita Taveta libuniwe. Tazama picha zenyewe. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, chama cha maendeleo Chapchap kimesema kwamba hakitavumilia kile kinachokitaja ni kutengwa kwake kwenye mazungumzo ya kitaifa ambapo Jubilee na NASA hupewa kipaumbele. Kwenye mkutano wao eneo la Lavington hapa Nairobi, viongozi wa chama hicho wametaka Jubilee kurudisha mkono uungwaji wake na Chapchap kwa kuwapa wanachama wake nyadhifa katika serikali ya kitaifa na vile serikali za kaunti. As a party, we support the government and the politics of Uhuru Muigai Kenyatta. As a party, we support the politics and the government of Uhuru Muigai Kenyatta. But we'd like our participation in Uhuru Kenyatta's government to also be felt. And we are going to ask very strongly that our participation is felt in terms of members of parliament, in committees, in county assembly, the positions that our members are given as Maendeleo Chapchap, and also in appointment of cabinet secretaries, ambassadors, permanent secretaries, and other high officials in Uhuru Kenyatta's government. We've been able to stand with Uhuru Kenyatta from the time he was campaigning, and we are still standing with him. But we don't want to be taken for granted. We want our participation and our support to also be acknowledged by action. We need to be felt seriously in parliament. And if there are any seats or any seats in parliament that we need as a party, Maendeleo Chapchap, we need our slots. Whenever there is a call for any dialogue in this country, let that dialogue be a dialogue that involves everyone. If other parties want to be left behind, I want to assure you, Maendeleo Chapchap is not willing to be left behind any dialogue that is going to be called upon in this nation. Wabunge wa kike wanaimani kwamba utekelezaji wa sheria tata kuhusu wakilishi wa jinsia ya thuluthi mbili utafikiwa bila kuelekea mahakamani. Chini ya muungano wa wabunge wa kike KEWOPA, wanawake hao wamesema kwamba katiba inatakiwa kufuatwa ili kufikia lengo hilo. Kadhalika, wabunge hao wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kujumuisha wanawake katika baraza lake la mawaziri ambalo anatarajia kulitangaza hivi karibuni. Mahakama ilikuwa imeagiza bunge kuhakikisha kwamba inapata mbinu ya kufikia mahitaji hayo ya kikatiba.
If you look from the beginning, when they began as 2 women and we have come this far to having 97 women in parliament, as much as we are still at a very low percent, I believe now, this time, time is almost right. And as I can see now, women are standing up. I can see women really want to mentor others, because the only problem would come in with people who are selfish. And if you look at Mother Karoa, if you look at other women in Kewopa, the vision and they believe that at least mentor one woman if you cannot do 2. And we are looking forward to having more women in the future. And even in the cabinet, we are really hoping that we can be able to get at least 13 in the cabinet, and we are really appealing to the president, because in the first batch, we didn't have any woman, and everyone now is very tense. We are hoping the women who performed can come back and maybe get others, but at least have the constitutional requirement. Na tukiendelea na taarifa zetu, katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi humu nchini KOTU, Bwana Francis Atwoli, amemsuta Rais Uhuru Kenyatta kwa kile ambacho amekitaja kuwa kuogopa kukamilisha mchakato wa kuwateua mawaziri ambao watafanya kazi nao katika awamu yake ya mwisho ya uongozi. Atwoli amemtaka rais kuepuka kupendelea watu kutoka jamii fulani wakati wa uteuzi huo. Nao viongozi wa magharibi mwa nchi wakiapa kumwapisha kinara wa NASA Raila Odinga kuwa rais, na kuwasuta viongozi wa NASA ambao wanadaiwa kuhamia chama cha Jubilee. You are betraying the cause of the people. Kwa nini wewe wananchi wanakuamini kwamba wewe uko katika mrengo wa NASA? Usiku unaenda unapewa pesa kule State House. Alafu unakuja mchana unasema kwamba sisi kama chama cha ANC tunataka tujiondoe katika NASA. Wabunge wote, magovernors wote, masenators wote wasign affidavits waseme ya kwamba they believe in Raila Odinga and they don't believe in Uhuru Kenyatta. Cabinet, na hiyo cabinet aangalie kila mtu, and he should think about leading the country as the president, not with friends. Asituongoze na marafiki zake, atuongoze kama president. Tunataka awache legacy mzuri nyuma, amalize mambo ya rushwa, amalize mambo mingi. We will support him. Lakini akionyesha udhaifu cabinet peke yake, ningelimaliza usubuhi. Hata akitaka kuweka watu yake aweke. Kosa wengine atasema hamkulipigia kura, lakini awache kwenda pole pole. Ole wako iwapo wewe ni mmiliki wa klabu ya usiku ambayo inacheza muziki kwa sauti ya juu, au iwapo umekuwa ukitupa takataka ovyo ovyo katika jiji la Nairobi. Usiku kwa mkia leo, maafisa wa kaunti walivamia baadhi ya vilabu hivyo katika eneo la Westlands, huku katika mtaa wa Eastleigh meneja wa hoteli moja akitiwa mbaroni kwa mazoea ya kutupa taka ovyo ovyo. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho na taarifa hii. Zaidi ya maafisa 10 wa usalama sawa na wale wa kaunti ya jiji la Nairobi walisikiza kwa makini masharti ya jinsi shughuli ya kuvamia vilabu vya usiku vinavyowasumbua wakazi kwa sauti ya juu kupita kiasi ingefanyika. Make sure unaenda pale mtu ameweza kuidentify meza ya DJ na ameweza kuona DJ mwenyewe. Klabu hii iliyoko mtaa wa Westlands jijini Nairobi ikawa ya kwanza kumulikwa. Jamaa huyo aliyekuwa mchezaji muziki akajipata kwenye mikono ya maafisa hao, virago vyake havikuachwa nyuma. Mmiliki wa klabu atahitajika kujibu maswali. Kwenye klabu ya pili hali ikawa ni ile ile. We have decided to do this crackdown and find these noisy pubs, and this exercise is going to continue until we make sure that Nairobi is clean and also Nairobi is quiet. Maafisa hao wanasema kwamba uvamizi huu umetokana na ongezeko la malalamishi kutoka kwa wananchi wanaokosa usingizi kutokana na muziki ulio juu kwenye maeneo ya burudani wanayoanana nayo. Wanaochafua mazingira kila kukicha kama mfanyikazi huyu aliyepatikana kitupataka katika mtaa wa Eastleigh akajipata mashakani. Nani amekupatia point and special? Nani amekupatia takataka? Huyu. Huyu anafanya hapa.
huku akihitajika kumfichua meneja wa hoteli anayofanyia kazi. Wewe wacha maneno mingi wewe. Si amesema wewe ndiye manager. Wewe mtu hapana wazimu alisema wewe ni manager. Wewe teremkisha hii chini. Akakupoint wewe. Utaenda wewe teremka chini. So far we have been able to cover most of the areas that are notorious for illegal dumping. One of them being Isiri area, whereby we have been able to get some of the people who are dumping in the median. And these are some of the street boys, the chokoras, who have been able to take us to some of the hotels and the premises where they have been able to get this waste, and we are going to charge these people, including the people who have given the waste, using the Solid Waste Management Act of 2015. Any illegal activity, be it hawking, matatu, hawkers, chokora, kila kitu, we want to do away with all those things mpaka kila mtu tufuate sheria ile inatakikana. We are working within the law. Maafisa hao wameapa kuendeleza shughuli hiyo na kuleta nidhamu kwenye vilabu vilivyoko barabara za Lang'ata, Thika na Westlands, huku mitaa ya Upper Hill na Huruma ikitarajiwa kumulikwa kwa utupaji taka. Sisili wa Kesho, KTN News. Afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini David Omoyo amesema kwamba uhuru wa vyombo vya habari unafaa kuheshimiwa na wote, na alisema haya kufuatia kukamatwa ama kushambuliwa kwa wanahabari katika kaunti ya Turkana. Matamshi hayo yanajiri siku chache tu baada ya wanahabari 4 ambao wanahudumu katika eneo la Turkana kushambuliwa walipokuwa wakifanya kazi katika eneo la Elie. One of the things that has been said constantly was the issue of fake news being transmitted, and I think that is something else that most people need to be educated on. We are here to tap down the issue and know actually who made the gutter news. And as a girl from the Turkana community, we know our image has been tainted, but at the end of the day, it will be redeemed. If a media house or a journalist wrongs you, there is an avenue. Come to the Media Complaints Commission and write down your complaint. It's free. We'll hear you, and it's the cheapest way of mediation. We reiterate our position that attacks on journalists and media by anyone or institution must stop. The role of the media as a public watchdog and in promoting national values cannot be overemphasized. We urge members of the public to work closely with the media and collaborate in ensuring cohesion and development. Journalists are just messengers. They only amplify what is happening. Please let them do their job. Bodi ya filamu nchini imeelezea wasiwasi na shughuli haramu za kuandaa filamu katika maeneo ya pwani. Mwenyekiti wa halmashauri Dr. Ezekiel Mutua anataka maafisa wa polisi kuwakamata kwa haraka watu ambao wanatunga filamu ambazo zinakiuka maadili ya jamii katika eneo hilo. Alisema hayo alipokutana na viongozi wa dini miongoni mwa wengine katika eneo la Kwale. Kuna haja ya kushirikiana hata zaidi. Wote pamoja kama idara mbalimbali, kwa maana vile mnajua na nyinyi ni wazazi, nyinyi ni viongozi, maisha ya watoto wetu yamo hatarini. Hii mambo ya mitandao, mambo ya filamu ambazo ni mbovu, eneo hili la pwani kuna ripoti mingi zaidi, malalamiko, hatuna uchunguzi. Tutamuomba bwana county commissioner na maofisa mlio hapa mtusaidie. Swala la utekaji changarawe katika kaunti ya Kitui limechukua mkondo mpya baada ya kuibuka kwamba madalali wanaotumia vijana vibaya kwa kuwahusisha na biashara hiyo ambayo imeharamishwa, huku yeyote ambaye anapaza sauti akitishiwa au hata kushambuliwa na wahuni ambao hawajulikani. Hawa ni baadhi ya wakazi wa Ngutani, eneo la Mwingi West, kaunti ya Kitui. Kwa muda sasa kilio chao kimekuwa ongezeko la kukusanya changarawe kinyume cha sheria, hali wanayosema inaitilafiana na mazingira sawa na mito yao, huku mabwenyenyi wachache wakibaki kufaidika. Nobody from this region, this area is economically benefiting, save for the loaders who are paid, I'm told, 200 shillings per lorry every day. And as you can see, and
information which we have is that every night over 50 lorries, trucks are coming here to scoop sand. Kilio kyangu ni wakina mama wanalia sana sababu hakuna maji, bado tunatoa maji kwa hiyo mto. Namba 2, ile barabara zimeharibiwa kabisa. Watu wa mbona wanalia sana sababu kutoka hapa kwenda Mgongoni walikuwa wanalipa kama shilingi 50. Saa hii ni 300. Mchanga imeharibiwa, njia zimeharibiwa. Kwa mujibu wa wakazi hao, watu wawili wanauguza majeraha baada ya kushambuliwa Jumatano wiki hii na watu wasiojulikana, na hata kikao chao kilichoniwa kujadili swala hilo la uvunaji mchanga haramu kuvurugwa. Sasa wameapa kutumia kila mbinu, yakiwemo maandamano ya umma kukomesha biashara hiyo. Wanawake wakifua nguo yote inakuwa ni vumbi. Wanaenda wanachota mchanga, mahali ng'ombe ilikuwa inakunywa maji, sasa hakuna maji. Wanatumia maji ya mfereji. Hiyo mfereji nayo wamekanyaga yote na maji imemwagika. Boy iko hapa inafanya kazi kwa shule 5. The Turning Girls, Gutani Boys na Masi. Na maji hakuna. Ile pipe tunaweka kwenda Ditani simeharibiwa na magari ile inabeba mchanga. Baadhi ya viongozi wa eneo hilo wanasema kwamba wamemwandikia gavana wa kaunti hiyo Charity Ngilu kuingilia kati na kusimamisha mara moja uvunaji wa mchanga huo kama alivyokuwa ameahidi pindi tu alipoingia madarakani. I'm here to warn our DCC. We know you are one of the people who are aiding the perpetrators of this illegal activity. We would like to request anything dealing with illegal sand harvesting must cease with immediate effect. And also there is a bill which has now been taken to County Assembly of Kituo, which is awaiting now confirmation so that it can be implemented. And one of the implementations we want to have in place is to have controlled sand harvesting, whereby not all the vehicles will be going to the rivers, but we shall scoop it, and we have it at one place whereby now the lorries will be now collecting the sand after exact tonnage and paying the county the revenue. Sisili wa Kesho, KTN News. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha nitarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.